Daktari, mtu huyu anashika visu, anashika mikasi, anashika vyuma, anavaa gloves, anaanza kutoboa mtoto. Daktari aliyesoma miaka 7, tena pengine kule Urusi, na pengine aliyebatizwa, na pengine yupo katika ibada hizi, na pengine ni muumini wa makanisa yetu na madhehebu yetu, anatoboa, alafu mtoto anakuwa vipande vipande, na katika kuwa vipande vipande anaanza kukitoa kipande kimoja baada ya kingine. Alafu wakati ule haigelishuhudia wakati watu wanatolewa mimba na madaktari. Yani ni jambo la kusikitisha. Yani jinsi ng'ombe anavyotundikwa, mguu wa ng'ombe unavyotundikwa huko juu, wakati unauzwa tayari umechinjwa, ni nafuu. Lakini kulikoni jinsi mtu anavyoweza akatanuliwa miguu, mwanamke au binti, kwa ajili ya kutolewa mimba. Mguu mwingine huko maili 6 na mwingine huko maili 8. Alafu ili jamaa ni daktari hili ambalo linakula pesa za wananchi kwa mshahara, linakazana kweli. Madaktari wetu, manesi wetu, wauguzi wetu, kusoma kwenu kuko wapi? Kutumia muda mrefu na fedha nyingi za serikali kuko wapi? Ni tabia mbaya, tena mbaya. Kumbe tumesomeshewa mauaji, kumbe tumesomeshewa wamwagaji wa damu za watoto wasio na hatia. Inawezekana ujumbe huu umekufikia. Binti, uliwahi hivyo na upo hapa. Mwanamke, uliwahi kufanya hivyo na wewe uko hapa. Wewe daktari ambao umebobea katika mambo ya udaktari. Neno la Mungu lina nafasi gani katika maisha? Neno la Mungu linashuhudiaje ndani ya maisha?